Karibu Vuma Africa. Tunaingia sehemu nyingine ya kutazama mfumo wetu wa Vuma Pharma. Kama unavyoona hapa, mfumo ni mzuri sana wa kisasa, unaonesha vizuri. Hizi ni statistics hapa chini, hapa ni statistics ambazo unaziona. Huu mfumo una features nyingi, yani umekamilika na uko tested, hauna wasiwasi, hakuna mashaka ya aina yoyote. Ni mfumo bora na wa kisasa kabisa. Sawa, ni wewe tu kutaka kutumia. Tunazungumzia kipengele kingine cha sales management. Kwa wale ambao wanatoa wholesale, huu ni mfumo bora ambao sasa unaweza kufanya sales management. Mfano hapa nataka ni create new sales order. Hizi ni sales order ambazo zimetengenezwa tayari kwenye mfumo. Kwa sasa nataka nitengeneze sales order from the scratch. Uone namna ya utengenezaji wa sales order. Hapa unakuja na create new sales order. Select date, delivery date, utasema maybe I'm planning to deliver tomorrow. Availability delay 1 day. Payment terms 14 days. Okay, customer name utaweka hapo. Payment ni bank transfer. Okay, sawa. Hapa naweza ukaweka delivery address, hapa naweza ukaweka delivery note kwa ajili ya sales order. Hapa tunaanza kuingiza item zetu. Ili tuweze ku create sales order. Amoxicillin tuna select hapa, available quantity ni hizi hapa, batch number kiselect hapa, batch expiry ndio hii hapa. Sawa. Unit of measure ni cups. Date of expiry hapa. Wholesale price unaweza kwa retail au wholesale. By default ni wholesale. Price ni hapa. Sasa mimi nataka niuze hapo quantity 100. Sawa. Then nitarudi row nyingine. Utasema dawa yote inaitwa Resager. Okay, ziko 208 Resager. Nataka niuze piece 100 pia. Nitaadi tena item nyingine. Labda Resay kwa item nyingine. Vivian tuna 44 kwa mimi nataka nichukue piece 10. Ukiangalia huko upande wa kushikulia, tuna jumla item 210, alafu hapa ndo summary total. Currency base ni TZ. Kumbuka huu mfumo ni multi currency pia, kwa una support multi currency. Then sema una scroll chini hapa. Hapa kuna work from mbalimbali, lakini sasa tutaziangalia wakati mwingine. Kwa tunasema create sales order. Tumesha successfully created sales order, lakini hii sales order iko kwenye draft. Kwa hapa tumecreate sales order, lakini ni draft. Tuna confirm. Ukisoma hapa confirm sales order, are you sure you want to confirm sales order, blah blah. Yes. What happened? The order will be validated and locked, cannot be modified. Stock will be reserved for this order. Order status will be changed to confirmed. Accounting entry will be created. Kwa hiyo unapo confirm order yako inatengeneza pia ina post kwenye accounting na ina reserve stock ambayo hata ukicreate stock nyingine haiwezi kuichukua. Kwa hiyo inakuwa ime reserve stock yake. Kwa hiyo nikisema confirm, itasema confirm successfully. Kwa hiyo order yetu ishakuwa confirmed na status inabadilika. Sawa. Kwa hiyo hapa inakupa option zingine sasa pa. Inakupa option zingine. Hii order sasa iko confirmed, lakini sasa ina work flow ambazo ni in process, delivered, fulfill order, cancel, create packing list, create shipment na vitu vingine. Lakini sasa hivyo sisi tutaviangazia hivyo kwa sasa. Tutaangalia tutaweka order yetu in process ili kwa ajili ya kuiandaa sasa order ianze kuandaliwa. Anakwambia mark as in process. Are you sure you want to mark sales as in process? Sasa hii message inakwambia what this means. Order is being prepared or processed. Items are being picked and packed, ready for delivery preparation. Kwa hiyo wanasema yes as process. Sawa. Kwa hiyo hapa status zina change. Inakupa hiyo ni work flow. Kwa hiyo sasa kwenye makampuni ambayo kwamba mtu ana create order, mwingine ana approve, mwingine anaanza ile order kupaki. Anafanya package ya hiyo order. Kwa sasa tunachofanya tunafanya delivery. Sawa. Tunafanya
delivered. Kwa hiyo una click hapa delivered, na pia inaweza kukupa option wakati unatengeneza. Unapo confirm order inatengeneza dokumenti 3 kwa wakati mmoja. Hamna haja ya kutengeneza hizi dokumenti tofauti tofauti. Kwa hiyo order yenyewe inatengeneza dokumenti 3. Document ya kwanza ni sales order. Ukiview hapa utaiona sales order. Kama inavyoonekana hapa ni sales order kama inavyoonekana. Ni nzuri na ni ya kuvutia na inapendeza kabisa sales order. Unaona? Ni nzuri na ni ya kuvutia na inapendeza kabisa. Sawa. Unaangalia pia dokumenti nyingine, delivery note inakuwa na details za mteja, na hata huku inakuwa na mtu aliyetengeneza details zake inapatikana. Kwa hiyo unaweza hii inaitwa delivery note. Na pia ina document nyingine ambayo ni proforma invoice. Kwa wale ambao wanahitaji proforma invoice, inakuwa imetengeneza proforma invoice. Unaona? Na kwenye proforma invoice imeweka na account number, account details, kwamba mtu anaweza akalipa kupitia proforma invoice. Sawa. Kwa unaweza kutumia hizo document zote kwa ajili ya baada hapo mark as delivered. Hizi zingine tutazungumzia baadaye. Kwa hiyo mark as delivered. Sasa unapo mark as delivered, are you sure you want to mark as delivered? Important, stock will be reduced from the inventory, cost of goods will be calculated and posted, revenue will be recognized. Order status will change to delivered. Then, yes. Baada ya hapo inakupa option ya kuconvert to invoice. Sasa tutaangazia hapo baadaye wakati huo kwamba tayari order inakupa nafasi ya kuconvert to invoice. Hiyo ndo namna ya kutengeneza sales order kwenye Vuma Farmer. So Vuma Farmer ni mfumo mzuri sana ambao unakupa workflow nzuri na kisasa. Ni wewe tu mteja kutumia Vuma Farmer. Ni mfumo mzuri na kisasa na ni mfumo rahisi sana. Mpaka sasa hivi pamoja na kuwa hujatumia hapo ulipo unaoutazama sasa hivi mfumo, na unakueleza kabisa kwamba ni mfumo ambao ni bora na wa kisasa. Hadi wakati mwingine. Asante.